Kwa jina naitwa Dr. Zango Zaidi Nelson. Ni mzaliwa wa Karagwe, ni Mnyambo. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Zango Management Company Limited ambayo naimiliki, ambayo makao yake makuu yako hapa Chamazi Magengeni. Nipenda nitoe historia fupi kidogo ya hii kampuni. Kampuni hii ilianza mwaka 2016, ndio ilisajiliwa rasmi kwenye Tanzania ili kujihusisha na utoaji wa huduma mbalimbali, sana sana na huduma za afya, huduma za kilimo, huduma mbalimbali za uwekezaji. Kwa sasa hii kampuni imejikita sana kwenye masuala ya uwekezaji. Lakini baada ya kuwa tumeisajili, nilikuja na idea moja ambayo nilifikiria, kwa sababu mimi ni professional, ni daktari, nikawa nimefikiria kwamba nianzishe taasisi ya utoaji wa huduma kwa binadamu. Lengo langu kubwa sana la kuanzisha hii taasisi mojawapo lilikuwa ni kwamba at least niweze kuwasaidia wananchi wachache wale ambao hawana uwezo wa kupata huduma bora kwa bei ndogo, ili niweze kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni bora lakini kiweze kutolewa kwa bei ambayo ni kidogo, ambayo kila Mtanzania anaweza akaweza. Ndio tukawa tumeanzisha Zango Healthcare Dispensary, tukatoka Zango Healthcare Dispensary tukaenda Zango Center ambayo kilikuwa ni kituo cha afya, lakini baada ya hapo tukaenda Zango Polyclinic. Baada ya hapo tukaibadilisha hospitali ikawa na uwezo mkubwa sana wa kutoa huduma katika ngazi za kiwilaya, ikaitwa Zango Zaidi Hospital, lakini katika ngazi ya wilaya. Lakini baada ya mwaka mmoja tukaendelea kupambana, kuboresha huduma, kuboresha miundombinu mpaka tukatengeneza mazingira ikafikia hatua ya kuwa level ya region, kwa maana ya level ya rufaa, ndio ikaanza kuitwa Zango Zaidi Regional Referral Hospital, kwa maana ya hospitali ya rufaa ya mkoa ya Zango Zaidi. Baada ya kuwa tumeisajili, tukaanza kupambana kufanya kazi mbalimbali, lakini tukapambana kuboresha huduma mbalimbali, na kadiri tulivyokuwa tukiboresha, tunahakikisha kwamba wananchi wanapata huduma katika mazingira bora, katika eneo safi, lakini huduma ambazo za kutosha. Tulipambana, tukawa tunawekeza katika sehemu mbalimbali, tukajitahidi kuwekeza katika sana kwenye madaktari bingwa, shughuli nyingi za kibingwa. Mwanzoni maeneo kama Chamazi ilikuwa ni vigumu kukutana madaktari bingwa, lakini mpaka sasa hivi tumepambana. Hospitali yetu ni hospitali ambayo inahudu daktari bingwa wa magonjwa ya vidonda vya tumbo sugu, lakini vile vile ina daktari bingwa wa pressure, moyo na sukari, ina daktari bingwa tunasema ENT. Hawa ni wale madaktari ambao wanadili na masikio, pua pamoja na koo. Lakini vile vile tumepambana tukahakikisha kwamba tunakuwa na kliniki mbalimbali za daktari bingwa wa watoto, tukapambana tukaweka huduma za daktari bingwa wa ngozi, tukapambana tukaongeza huduma mbalimbali za kinywa na meno, tukaongeza huduma mbalimbali za mazoezi, kwamba wale wagonjwa ambao wamepata changamoto mbalimbali wanahudumiwa na madaktari bingwa wa viungo. Kwa hiyo tukaweka utaratibu ambao ili waweze kupata mazoezi hapa. Kwa hiyo huduma inatolewa vizuri. Lakini tumepambana kama hospitali mpaka sasa hivi tumefikia hatua ya kuwa na ICU pamoja na HDU. Hizi ni department ambazo mara nyingi tunasaidia wale wagonjwa ambao ni mahututi. Unaweza kufanyia operation vizuri kwenye kituo cha aina yoyote, lakini labda mambo yakabadilika na nini. Sisi tumepambana kuhakikisha tunaweka sehemu ambao unaweza take care, tukahakikisha unapona na afya yako inarudi kama awali ilivyokuwa. Zamani katika hii wilaya yetu ya Temeke, ulikuwa ukipata changamoto yoyote ya kuhitaji ICU na HDU, ulitakiwa ukimbizwe Muhimbili au Mloganzila. Lakini watu wengi walikuwa wanafikia hatua wanaenda wanafia njiani
lakini sisi kama Zango, baada ya kuangalia mimi kama mkurugenzi, kwa maana mmiliki wa Zango Zaidi Regional Referral Hospital, nikaona nije na idea ya kuhakikisha kwamba tunaanzisha sasa ICU na HDU, ili wale wagonjwa wote ambao wangerifaa kutoka hapa Chamazi nzima, kutoka Temeke, kutoka Mbagala kwenda Muhimbili au Mloganzila, sasa hizi wa referral kuwaleta hapa Zango. Kwa sasa hivi tunapokea referral zote za wale wagonjwa ambao wanahitaji huduma za ICU kutoka kwenye hospitali zetu hizi zinazotuzunguka, na hii imekuwa tija sana, imewasaidia watu wengi, na mpaka kadri tunavyoenda watu wengi wamekuwa wakifurahia hiyo huduma, na tumewaokoa watu wengi. Kwa sababu wewe, hebu ashumu mtu alikuwa anatoka hapa atoke hapa yuko mahututi mpaka Mloganzila, na foleni za dawa ilikuwa ni ngumu sana kufika, lakini tumepambana tukawa na mfumo ya emergency kwamba mgonjwa anaweza akaja anahitaji huduma za haraka. Tumepambana kuhakikisha kwamba tunaziweka. Kwa ni moja ya vitu ambavyo tumepambana navyo. Lakini changamoto nyingine iliyokuwepo katika hii wilaya Temeke, kulikuwa na changamoto kwenye huduma za macho. Tumepambana tayari hapa Zango Zaidi Regional Referral Hospital tayari tunatoa huduma za macho, lakini mpaka sasa kwa rekodi iliyopo katika miezi iliyopita zaidi ya mwaka mmoja tangu tumefungua, tumefanyia operation zaidi ya wagonjwa 1500 wenye magonjwa makubwa, operation kubwa za kujifungua, operation kubwa za mauvimbe tumboni, operation kubwa za kwenye viungo mbalimbali vya mwili. Tumekuwa tukipambana, maana tunao wabobezi wa kutosha wenye uwezo wa kufanya hicho kitu, na vile vile tumejiwekeza sana katika upasuaji wa mifupa. Ni kitengo ambacho tumekipa nguvu na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa kiasi kikubwa. Lakini tumeanzisha huduma ambayo kwa hapa wilaya Temeke ilikuwa ni ngumu kuipata. Kwa mfano hii huduma ya kuotesha mkojo. Huduma saizi unaweza kuotesha mkojo, ukaotesha damu hapa Zango bila kwenda sehemu ya aina yote. Hii ilikuwa ni changamoto. Kuna baadhi ya vitu ulikuwa ukienda unaambiwa UTI unameza hii dawa, unameza hii dawa lakini hauponi. Lakini sisi tukaona tuanzishe kipimo ambacho tayari yule mtu ambaye amemeza dawa za UTI muda mrefu na hajapona, ili ziweze kumsaidia. Ndio tukawa tumetengeneza kipimo maabara yetu tukaipanua kuiweka kwa kiwango kikubwa na bora, ambapo mpaka sasa hivi maabara yetu imekuwa na katika ubora wa hali ya juu. Tukaanzisha huduma ya catch and sensitivity. Hapa tunaotesha wale wadudu na kumpa majibu ndani ya siku 3 mgonjwa, ili aweze kutumia dawa ambazo ndo zinastahili kuua hao wadudu anaokuwa nao kwenye mkojo. Kwa hiyo ni moja ya huduma ambazo tumekuwa tukizifanya, lakini tumepanua mpaka sasa hivi tunapokea bima mbalimbali. Tunapokea bima za NHIF, tunapokea bima za Asembo, tunapokea bima za Jubilee, tunapokea bima za Britam, tunapokea bima za Mo. Sasa hivi bima kama Strategy pamoja na NCCF ndio tuko mbioni kuanzisha, kwa sababu mchakato unaendelea. Lakini mpaka nipenda kuambia wateja wetu ambao wanakuja Zango kuendelea kuitumia Zango, maana Zango ni zawadi yao. Zango ni ya kwao. Tumeitengeneza kwa lengo la kuhakikisha wanapata huduma, na tunahakikisha changamoto ya aina yote ambayo itaweza kujitokeza kwa namna moja au nyingine, sisi kama viongozi, kama management, kama mkurugenzi, ninahakikisha kwamba hiyo changamoto inatatuliwa, ili kuhakikisha tunafikisha huduma bora kwa watu wetu, wateja wetu wanaokuja hapa kupokea huduma mbalimbali. Lakini mpaka sasa hivi tumetengeneza mfumo kwa wale ambao unakuta ni wagonjwa, yuko Mwanza, yuko Singida, yuko mikoa mbalimbali, Kagera, Manyara, Rukwa, Pwani. Sasa tumetengeneza utaratibu ambao sasa tunaweza tukakutibu hata online. Unaweza kutibu hata online ukapata huduma, angalau ukasaidiwa emergency wakati unaenda kupata huduma. Lakini kingine, baada ya kupata ile huduma, tumetengeneza utaratibu ambao tumeongea na watu wa usafiri. Unaweza ukaletwa hata bila kulipa nauli mpaka hospitali ya Zango ukahudumiwa na hospitali ikakulipia nauli, ili kuhakikisha unapata huduma kwa wakati. Kwa sababu changamoto nyingine, watu wamekuwa wanashindwa ku access au kufikia huduma zilizo bora kwa sababu ya changamoto ya kifedha. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo tumekuwa tukivifanya. Lakini katika kuboresha
kuhakikisha huduma zinaenda za kibingwa na kibobezi, tumehakikisha tunaajiri wafanyakazi wenye uweledi wa hali ya juu sana. Wafanyakazi unaweza kumuona na kamwili kadogo, ukamuona kamwele, lakini wafanyakazi wetu na wafanyakazi wanaojua. Unaweza mtoto kamleta hapa, mshipa umeshashindikana hospitali aina yote inayotuzunguka, lakini ikifika hapa mshipa utapatikana na atahudumiwa. Na management yangu ambayo nimeitengeneza ni management ambayo nimekuwa nikihakikisha kwamba inafanya kazi kwa kiwango cha hali ya juu. Inafanya kazi kwa kufuata sera, taratibu za kampuni. Na hii ni lengo letu, ni kutaka tuwe bora ambayo watu waweze kupata huduma ambayo inastahili. Malengo yetu tulionayo ni kuhakikisha mtu yoyote ambaye anaumwa anapata huduma za kibingwa. Tunataka tutengeneze zango iwe ni zango ya kiutalii. Mtu atoke India, atoke wapi, aje kutibiwa hapa zango. Na hiyo ndio malengo yetu ambayo tunayo ndani ya kipindi cha miaka 5 inayokuja. Lakini mpaka sasa hivi vitu vingi vimekuwa vikihakikisha tunaviboresha, tunavidumisha ili kuhakikisha mambo yameenda. Tunajua sisi kama wanadamu kwa namna moja au nyingine tunaweza, kuna sehemu kwa kumetokea changamoto ndogo ndogo ya hapa na pale, lakini sisi management iko muda wote masaa 24. Hata wakurugenzi kwa maana mimi nayoongoza na bodi yangu inayonishauri kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunatoa huduma nzuri na tunazifanyia kazi zinazojitokeza kipindi unapata huduma, kuhakikisha zote zinasovika. Kwa niwaalike watu wote wa viungo vyote, wale walioko mbali, kuhakikisha wanaenda kuwaelekeza watu kuja kutibiwa hapa zangu. Sasa hivi kumuona daktari sisi ni 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 na ni hela ambao unaenda unaongeza kidogo kidogo. Lakini kuna sehemu nyingine kumuona daktari una 20,000, 25 uwezo kumuona, lakini sisi unakuja unamuona daktari. Tena kama sisi madaktari wetu ni level ya kuanzia medical officer kwa maana daktari mwenye degree moja na kuendelea mpaka ngazi ya PhD. Kwa hiyo ni unaweza, kuna sehemu nyingine wangine wanasema ngoja niende kutibiwa mitaani nifanye nini, lakini sehemu nyingine mitaani unakuta hakuna madaktari waliobobea, hakuna mtu mwenye uwezo wa kutibu au wagonjwa au kuwatengeneza, na ni kuwa na madaktari ambao waweze kuwatibu wagonjwa katika viwango vinavyostahili. Daktari mzuri ni gharama, lakini sisi kama zango tumeamua kufanya. Kwa mtu mwingine anaweza kusema ngoja niende kwenye vituo vinavyomzunguka zango, sijui nifanye haraka niende kwenye nani, lakini utaua figo zako, utaua maini yako, kwa sababu unakuta watu wanachofanya wanaangalia pesa na sio huduma. Lakini kwa zango nyinyi hata wananchi ni mashahidi. Ulizieni vipimo na gharama zetu tunazozitumia. Hakuna kituo chochote ambacho kina gharama ndogo kama zango. Unakuta unaenda kuchukua dawa ambayo ya UTI unatumia hata 2,950. Unapata dozi nzima. Lakini kuna sehemu nyingine una 15,000 una 20,000 uwezo ukapata. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninawaalika kwamba tumieni zango iwahudumie, lakini mpate majibu sahihi. Kuna baadhi ya sehemu nyingine, moja kitu ambacho ndoto yangu iliyonisababisha nije hapa zango nifungue hichi kituo kwa maana ya kuanzisha hii branch ndani ya Chamazi, ni kwa sababu ulikuwa unakuta kila mtu anayepata homa anaambiwa una UTI 500, una malaria 3, vitu ambavyo vilikuwa ni uongo. Moja ya changamoto iliyokuwa nayo ilikuwa ni kwamba unakuta watu wengi wanaambiwa kwamba wana UTI lakini hawana UTI, wanaambiwa wana malaria, hawana malaria. Unakuta mtu amepata homa kwa sababu labda ana uchovu, amepata homa kwa sababu ana ugonjwa mwingine ambao hujawa diagnosed, lakini yeye anafikiri kwamba ni malaria. Lakini tunaendelea kupambana kutoa elimu mbalimbali kwa wananchi kwamba pale unapopata homa kimbilia zango. Unaweza ukaiona kwamba mimi niende kwenye kidispensary, niende kwenye niende kwenye duka dogo, lakini unakuta kuna magonjwa mengine hawana uwezo wa kutibu huo ugonjwa. Kwa hiyo sisi zango tumefikia hatua ambayo ni kubwa ya kimatibabu, lakini ambayo tumejipanga. Tunazo mashine mbalimbali. Kwa mfano kama sasa hivi maabara yetu ni maabara ambayo inaongoza kwa mashine kubwa. Ukienda kwenye sehemu za theta tunatumia mitambo ya hali ya juu sana
Ni mitambo ambayo inafanya kazi. Sisi mpaka sasa hivi UTI tunatumia mashine kuweza kudiagnose. Lakini kuna watu wengine ukienda wanafanya tu, anakutibu UTI kwa kuangalia usoni, ili mradi ameona una hela nyingi, ili mradi akuchukulie hela yako. Lakini sisi unaweza ukaja hapa na 1000 ukatibiwa mwanzo mwisho mpaka ukaondoka. Kuna mtu mwingine unakuta ugonjwa wake kweli ni ugonjwa mkubwa ambao unahitaji gharama kubwa sana kuutibu. Unakuta ugonjwa unastahili hata milioni 2. Ukija zangu utakuta unaambiwa hela kidogo ambayo hata wewe uamini. Lakini sisi tumejiamua kujiwekea hela ndogo. Kuna wengine unakuta anaenda mitaani anasema pale zangu bwana wana hela kubwa. Kumbe huyo anayeongea kwamba wana hela kubwa hajawahi hata kukanyaga zangu. Hajawahi kufika kabisa. Kwa hiyo unakuta yeye anaongea ili mradi mwingine ana malengo yake, ana roho mbaya, anafanya tu ili mradi atudhalilishe. Lakini fika ujihakikishie mwenyewe. Na uzuri tumeweka utaratibu ambao namba zangu ambazo ni 0717 120 zote ziko kila kona. Hata kama unione, lakini unapokutana changamoto ukanipigia simu, ni lazima nikuhudumie haraka haraka na kufanyie kazi. Kwa mimi naombeni muendelee kuniunga mkono. Mimi ni mwanenu, nilianza hivyo, mnajua tulivyoanza, tulipotoka, mniunge mkono na mimi nahakikishia nitaendelea kuwanyenyekea, nitaendelea kuwasikiliza, nitaendelea kuwapigania, nitaendelea kuwapambania kuhakikisha mnapata huduma nzuri. Najua kwamba changamoto inaweza katokea, lakini nitahakikisha changamoto zote nadhibiti. Hapa ni sehemu ambapo utapata huduma bora ambayo utahakikisha unafurahi. Kila huduma yote inayotolewa hapa itatolewa katika viwango vya kimataifa ili kuhakikisha kila mtu anapata huduma ambayo inastahili. Lakini kwa kumalizia, kwa sasa tayari tumeanzisha dirisha la wale wanaotaka huduma za haraka haraka. Tayari tunalizindua. Kwa utakuwa unafika ni fast track, unahudumiwa haraka haraka unaondoka. Na vile vile tumeanzisha huduma ya VIP, kwa maana tunaanzisha huduma ya OD VIP na huduma kuhakikisha kwamba mtu unapata huduma za VIP kila kitu hapa kwenye hospitali yetu. Na tunaanzisha kila kitu ambacho ukiwa na changamoto aina yoyote utafika. Kwa wale wenye NHIF supplement, wenye NHIF zile bima kubwa zote, azembe zote zitakuwa tunaweza kufanya fast track. Lakini wale wenye bima ndogo tutahakikisha wanahudumiwa katika viwango vyote vinavyostahili bila kusaidia. Kwa wale ambao wanatumia bima, kwa zangu hauongezi hela ya aina yoyote unless iwe proved kutoka NHIF wenyewe au kutoka kwenye makao ya bima. Kwa hiyo mtu yote ukishafika hapo usio na wasiwasi aina yote kwamba utaongeza pesa yote. Hapana. Sisi ni unatumia bima, utatumia bima mwanzo mpaka mwisho. Kwa unatumia cash, utumia cash bila tatizo, lakini kwa gharama ndogo. Mimi nimalize kwa kukaribisha zangu na ninashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki zangu, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.